Naam, hujambo na karibu. Mimi naitwa Namisi Mswahili na hii ni Namisi Mswahili YouTube channel. Of course, kwa wale ambao ndio mara kwanza una join in ama ndio unaniona kwenye screen zako, una make sure na subscribe ili tunaendana pamoja, kwa sababu hapa ndio utakuwa unapata all updates kuhusiana na what is happening, of course what is trending in the political current affairs. Utakuwa unasikiza story nyingi tu kuhusiana na wanasiasa wako ndani na nje ya Kenya, na leo hii tumzungumzie ambaye ni msaidizi wa rais, of course Faruk Kibet. Ni jina tajika ambalo limekuwepo katika environment za leadership ya Kenya tangu rais William Ruto kuchukua hatamu za uongozi hapa nchini Kenya. Of course ni jina ambalo likitajwa watu wengi wanasema kwamba wana sifa fulani ambazo huwa anamrushia Faruk Kibet. Na tunapomzungumzia Faruk ni kwamba juzi kati amekuwa ametoweka katika functions nyingi za Rais William Ruto, ikieleweka kwamba amekuwa akishughulika katika masuala ya by elections. Of course mara nyingi katika zile hafla za rais, wakati ambapo unasikia kwamba na sasa tusimame Rais William Ruto ama mheshimiwa rais amefika katika maeneo haya, mara nyingi ulikuwa unamuona Faruk Kibet akitembea tembea maeneo fulani pale kwenye viti vile ambavyo vimewekewa VIP, zile sections za VIP. Utamuona Faruk akipiga macho pale kuangazia kwamba Rais Ruto anapoingia maeneo yale kila kitu kipo shwari. Na sasa hivi mazungumzo yamekuwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na yeye kwamba alikuwa demoted, kwamba aliondolewa katika majukumu fulani ambayo yanamhusisha yeye na ukaribu wa utawala wa Rais William Ruto, na watu wakawa na maneno mengi, lakini kama wanavyosema kwamba unajua hapo nyuma wanasema kwamba Rais Daniel Moi alipozungumziwa vibaya pengine kwenye mitandao ya kijamii na watu ama katika zile political arenas, wapata watu wamzungumzia vibaya, pengine kuna sifa ambazo hazipo vizuri, mara nyingi angejitokeza tu bila kujibu wala kusema chochote, angejitokeza tu. Kwa hiyo ndio hili ambalo amelifanya Faruk Kibet. Amejitokeza mwenyewe katika hafla ambayo ni recent kabisa ya Rais William Ruto kule maeneo ya Kapsabet, alipokuwa ameenda kujumuika nao katika kusherehekea miaka 100 ya kile kituo cha elimu. Of course Kapsabet ni shule ambayo rais mwenyewe aliyefanikiwa kusoma pale na akahitimu na baadaye kuja kuwa kama kupanda katika ngazi nyingi tu za uongozi, na sasa hivi yeye ni rais. Kwa hiyo alipokuwa pale tulimuona Faruk Kibet akijitokeza katika hafla ambayo rais alikuwepo, ili kuwanyamazisha tu, anasema silencing the critics, na hiyo imekuwa a big statement. Of course niliona bloggers wengi akizungumza mambo mengi kumuhusu Faruk Kibet, why Ruto kicked him out of State House, kwamba kulikuwa na vitu kutokuwa na maelewano fulani, lakini sasa Faruk amejitokeza na amezungumza kwa kutumia kitendo ama kutumia vitendo. Hajasema lolote kuhusiana kuwajibu wale ambao walikuwa na atiati kuhusu ukaribu wake na rais, na amejitokeza. Ndio hivyo statement hii ambayo tunaiona kutoka kwa Faruk Kibet bila kuongea akajitokeza. Mimi naitwa Namisi Mswahili. Unafikiri pengine huko kujitokeza kwa Faruk Kibet kulikuwa kama kuweka statement kwamba bado nipo, mnanizungumzia, mnanitaja siku mbili, alafu nawaonyesha kwamba who is the boss? Ndani ya Namisi Mswahili ndio unapata hizi updates kuhusiana na what is trending, what's happening in the political current affairs, of course what is happening around politicians. Utakuwa unapata more updates unapo subscribe, unapata information on when latest we can upload our videos. Of course subscribe, like, share, tuendane pamoja, tuendelee kukuza nafasi hii ya kuweza kupata platform ya kujadili what affect us in the political arena. Hadi wakati mwingine, naitwa Namisi Mswahili, kwa heri.